Kwenye kisiwa kilicho chini kidogo ya maporomoko ya kwanza ya mto Naili, maandishi ya kale yaliyoandikwa karibu karne ya 4 kabla ya Kristo yalipatikana yakidai kuwa nakala ya hati iliyoandikwa na Farao Josa zaidi ya miaka 1000 mapema. Ni hadithi ya ruzuku ya ardhi iliyotolewa na Farao kwa makuhani wa Mungu Khnum. Inasimulia juu ya miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya neema, jinsi Farao alivyoota ndoto na kushauriana na mshauri wake kwa msaada. Ina vipengele vingi vya hadithi ya miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya neema, ingawa vilipotoshwa katika simulizi hili lililoandikwa zaidi ya miaka 1000 baada ya tukio hilo kutokea. Lakini muhimu zaidi, makuhani walioandika maandishi haya walikuwa wakitegemea ruzuku za ardhi zilizotolewa na Farao huyu ili kuhalalisha madai yao ya baadhi ya ardhi. Walikuwa waanduki kile walichoamini kuwa ni ngano ya kale. Miwazi waliamini ruzuku za ardhi zilizotolewa na Farao Josa bado zilikuwa halali na zenye mamlaka ya kutosha kuendelea kutumika zaidi ya miaka 1000 baadaye. Naye Yusufu akainunua nchi yote ya Misri kwa ajili ya Farao, isipokuwa nchi ya makuhani hakuinunua, kwa maana makuhani walikuwa na sehemu waliopewa na Farao. Kumbukumbu za kale za Misri zinamorodhesha Josa kama Farao wa 16 wa Misri, na wanahistoria wamemweka katika kile kinachoitwa enzi ya 3. Mshauri wake aliyeitwa Imhotep alijulikana kwanza kupitia maandishi ya mwanahistoria wa Misri Manetho, ambaye katika karne ya 3 kabla ya Kristo aliandika. Wakati wa utawala wa Josa aliishi mtu aliyeitwa Imhotep, ambaye alikuwa na sifa ya mungu wa Kigiriki wa dawa na ambaye alivumbua sanaa ya kujenga kwa mawe yaliyochongwa. Hadithi zilizohusishwa na Imhotep zilikuwa za ajabu sana, hivi kwamba alichukuliwa kuwa wa kufikirika hadi karne hii, wakati uchimbaji katika eneo la piramidi la Josa ulipofichua msingi wa sanamu yenye jina la Josa juu yake, na jina Imhotep likiwa na orodha yake ndefu ya vyeo, kimoja kikiwa mkuu chini ya mfalme, cheo ambacho kinaonekana kwanza kwa Imhotep na pia kilipewa Yusufu kwanza. Imhotep pia alikuwa msanifu wa piramidi ya Farao Josa na eneo linalozunguka mji halisi ndani ya mji wenye uzuri wa ajabu na uliopiga hatua sana katika usanifu. Ilijengwa kwenye uwanda wa juu wa Saqqara karibu na Memphis ya kale. Piramidi iliyo ndani ya eneo hilo ndio ya kwanza kabisa kujengwa nchini Misri. Ron Wyatt alitumia muda mwingi hapa akitafuta ushahidi ambao unaweza kutoa mwanga juu ya simulizi la Biblia. Tukio kama njaa iliyoelezwa katika hadithi ya Yusufu na usambazaji wa nafaka kwa nchi nyingine ungehitaji kituo kikubwa na mfumo wa shirika. Njaa ilipokuja na ndugu za Yusufu wakaja kutoka Kanaani kupata nafaka kutoka Misri, tunaambiwa kwamba walienda kwa Yusufu, jambo linaloonyesha kwamba yeye binafsi alisimamia usambazaji, angalau kwa wale waliotoka nchi za kigeni. Na hii ingemaanisha kwamba hakika kulikuwa na eneo kuu au ghala ambalo wageni walikuja. Eneo la Saqqara lina mashimo 11 makubwa ambayo hata Wamisri wenyewe wanashindwa kuyaelezea. Hayo si makaburi, kwani makaburi yote yalikuwa chini ya ardhi na kufungwa kwa makini, wakati haya yalifikiwa kutoka juu. Na ni makubwa kupita kiasi. Lakini la kustaajabisha zaidi ni ukweli kwamba yote yameunganishwa kwa mifereji. Ron anaamini haya yalikuwa mashimo ya kuhifadhia nafaka ya njaa ya miaka 7. Nafaka ilipoondolewa kwenye shimo moja, nafaka kutoka mashimo mengine ilitiririka kupitia mifereji na kufanya nafaka ipatikane kila wakati kutoka eneo moja. Haya yako ndani ya ukuta wa eneo la piramidi ya ngazi, ambalo lina lango moja tu, nalo linafunguka kuelekea njia ndefu iliyofunikwa yenye vyumba vidogo kila upande, kila kimoja kikiwa na ukubwa unaomtosha mtu kuketi na labda meza ndogo. Lango hilo jembamba la pekee lingeruhusu watu wachache tu kuingia kwa wakati mmoja. Hakukuwa na shaka akilini mwa Ron kwamba hiki kilikuwa kituo kikuu cha usambazaji wa nafaka kwa kiwango kikubwa.
Watu walipowasili kuchukua nafaka zao, walijipanga kuingia kwenye ukanda mrefu. Ndani walimlipa mmoja wa watunza fedha katika kimoja cha vyumba hivyo kwa ajili ya nafaka. Baada ya malipo kufanywa, labda walipewa gunia la nafaka ambalo liliakisi kiasi cha malipo yao. Kisha wakaendelea kupitia ukanda huo moja kwa moja hadi eneo la mapipa ya nafaka. Walipofika hapo, walishuka ngazi kando ya mapipa ya kuhifadhia, wakampa mfanyakazi gunia lao ambaye alilijaza nafaka na kuwarudishia. Kisha wakatokea kupitia mlango mdogo kwenye ghorofa ya chini uliowaongoza hadi nje ya eneo hilo. Mashimo hayo yalipochimbwa kwa mara ya kwanza, chembechembe za nafaka zilikuwa bado zimebaki ndani yake. Wakati wa njaa ya miaka 7, Misri ilipata utajiri mkubwa na umaarufu miongoni mwa mataifa kupitia uuzaji wa nafaka. Wamisri walioishi katika miji yao kando ya mto Nile walikuwa na kazi chache wakati wa njaa, kwani walikuwa na akiba ya nafaka ya miaka 7 ya kutegemea, na walilaza kutumia muda wao kwenye miradi ya ujenzi ya Farao, si kama watumwa, bali kama raia wenye shukrani. Familia ya Yakobo iliyoishi Delta kando na wenyeji ilistawi na kukua bila kutozwa kodi ya sehemu 1/5 iliyowekwa kwa wenyeji. Tangu wakati familia ya Yakobo ilipokuja Misri hadi kuzaliwa kwa Musa, mafarao wengi walikuwa wamekuja na kupita, wengi wakitawala wakati mmoja na wengine katika maeneo tofauti. Lakini hadi sasa wote walitambua haki walizopewa watu wa Israeli kuishi katika nchi ya Ramesesi. Lakini hilo lilikuwa karibu kubadilika.